Hello, karibu katika channel yetu mpya. Usisahau kusubscribe. Channel yetu ina 0 subscriber, manake hakuna hata mmoja aliyowahi kuangalia video hii wala aliyowahi kusubscribe video hii. Basi katika hii safari ya watu 100 wa kwanza, tafadhali sana ni support katika channel yangu hii mpya kabisa ambayo inajulikana kama Hive Kipaji. Usisahau kabisa kusubscribe. Tafadhali wewe mmoja ambaye unaangalia video hii, hakikisha umebonyeza button ya subscribe, tufikishe subscriber 100 wa kwanza. Natumai utakuwa umefanya hivyo wewe kama kijana mzalendo kabisa ambaye umezaliwa miaka hii 2000 na wale ambao ndugu zetu wamezaliwa miaka ya 90. Najua vijana wa Gen Z hamtaacha kusubscribe hapa, na vile vile wale wajanja wote waliozaliwa miaka ya 90 na 80, watu wazima kabisa, usisahau kabisa kusubscribe, kulike na kushare video zetu. Asante. Na leo video hii itakuwa maksusi kwa ajili ya wanafunzi. Chaneli hii itakuwa inajihusisha na masuala mbalimbali yanayohusiana na vipaji, elimu, motivation mbalimbali, kuhusiana na mambo mbalimbali. Hivyo basi kaa nami kuanzia mwanzo wa video hii hadi mwisho. Na video yetu ya leo itahusiana na masuala ya kozi bora za engineering. Kozi bora za engineering Tanzania. Mwanafunzi ambaye umemaliza kidato cha 6 au umemaliza elimu yako ya diploma, unataka kujiunga na chuo kikuu, unataka kujua kozi gani ni bora za engineering Tanzania, lazima ukae hapa unisikilize mpaka mwisho na ujue vyuo gani vyuo ambavyo vinatoa engineering courses. Na video yangu ya pili itabidi niwatengenezee video ambavyo tawaambia vyuo gani ni vizuri zaidi kwa kusoma engineering courses, na bila kusema kio gani ni kibaya, mimi nitawatajia vyuo ambavyo ni vizuri ambavyo wewe unaweza ukaweza kusoma engineering courses. Vile vile video nyingine ambayo nitaitengeneza ni kuhusiana na masuala ya cutting points. Cutting points, kwamba ili usome kozi fulani utakuwa umepata kiwango gani cha max, na hizi hapa ndio kozi bora za kusoma engineering. Na engineering courses zimegawanyika. Kuna ya kwanza kabisa ambayo inajulikana kama biomedical engineering. Biomedical engineering hii ni field ambayo inatumia asasa. Biomedical engineering watu wa PCM pia wanasoma, watu wa PCB wanasoma, ambaye inahusiana na masuala ya medicine na masuala ya kibiolojia. Na biomedical engineering inatumika hasa kwenye kufanya kitu kinachoitwa medical devices and equipment healthcare system. Yani anamaanisha kutengeneza medical devices. Kama ulikuwa hujui maana ya biomedical engineering na hujui inahusiana na nini, basi fahamu kabisa kwamba inahusiana na masuala ya kutengeneza vifaa ambavyo vinahusiana na masuala ya afya. Nadhani hapo tumeelewana kabisa. Na hii mtu wa PCM anasoma vile vile, kwa sababu ukiona neno engineering moja kwa moja limekuwa integrated na PCM. Wale ambao wamaliza PCM, basi hii hapa ndio nini wanasema hii ndio mwongozo wako mkubwa na mzuri zaidi wa kusoma, ambayo hii anakwambia ina modifies ambazo wenyewe ambao mnajua ni wataalamu, lakini kwa ufupi kabisa naweza nikakwambia biomedical engineering inahusiana na masuala ya medical devices and equipment and healthcare, yani utengenezaji au development, design and development, yani kudesign na kudevelop medical devices. Yani devices tunajua kama apparatus au equipment. Vile vile kozi nyingine ambayo sasa hivi inaitwa oil and gas engineering, ambayo ni kozi ambayo sasa imekuwa kubwa, ambayo ni field ambayo inahusiana na extraction and processing of oil and natural gas resources. As you know, kwenye nchi yetu sasa hivi tuna gas resources nyingi, so nyingi kama hivyo, lakini tuna songo kule. Kwa hivyo field hii inahusiana na masuala
extraction and the processing of oil of natural gases. Masuala ya kuextract gas na kila kitu ni moja ya kozi za moto sana kwenye masuala ya engineering, na zina value kubwa sana kwenye masuala ya soko la ajira kwenye oil and gas engineering, na ndo the highest engineering courses, yani ile top kabisa nda inaitwa oil and gas engineering. Nadhani hapo tunaenda sasa. Nyingine ni computer engineering. Kwenye computer engineering zimegawanyika, kuna computer science, kuna computer engineering, kuna IT. Computer science hii anaweza kusoma mtu wa PCB, ila computer engineering anasoma mtu wa PCM, sana anasoma mtu wa PCM, computer engineering, kiambio engineering. Na hii ndio kozi ya dunia leo, dunia sasa, ambaye dunia ya teknolojia, ambaye ndo moja ya kozi ambayo watu wengi wanashauriwa waende wakasome, wawe wanajua ofisi nyingi, mifumo mingi sasa hivi lazima kuwe kuna kompyuta. Hivyo basi lazima mtu uwe unajua kompyuta dunia leo ya kisasa. Hata usome kozi gani, hiyo kozi ambayo unaisoma lazima utakuwa na integrate na kompyuta, na ndo wanasema ni moja ya kozi ambayo kwa sasa duniani ndo kozi namba moja. Baada ya miaka 2-3 inaweza ikawa ndo kozi ambayo kila mwanafunzi anatakiwa awe amesoma, au sio mwanafunzi tu. Computer engineering anaweza kusoma mtu yoyote ambaye sio mwanafunzi pia. Ni field ambayo inajitegemea sana, na unaweza kujifunza, na imegawanyika sana, ila inahusiana na maswala mazima ya electrical and computer science, design, develop, maintain computer hardware and software systems. Mifumo mbalimbali inayotengenezwa na ina advantage kubwa sana kwenye soko la ajira dunia leo, dunia ya kisasa. Lazima uwe unajua computer engineering. Nyingine tunasema kuna mechanical engineering. Mechanical engineering hii inadili sana masuala ya designing na analysis of manufacturing and maintenance of mechanical system, mechanical parts. Ukiona magari yameharibika manini, hii kozi inakusaidia pia. Unaweza anakwambia ina field ambayo inakuwa focus design, analysis, manufacturing and maintenance of mechanical systems. Hii inahusiana sana na watu wa PCM ambao inatumia principles za mathematics na physics. Ukiona wale wanatengeneza makabreta, vitu mbalimbali, ni wide application ya mechanical engineering. Kwa zile mechanical ndo tunasema hapo. Nyingine kwa haraka inaitwa electrical engineering. Hii nadhani watu wengi wanaijua, mara nyingi inakuwa inadili na masuala ya umeme. Electrical engineering inadili na masuala ya umeme na electronics components. Hii nadhani watu wengi tunaijua. Ingine kuna kozi inaitwa telecommunication engineering. Hii inadili na masuala ya communication system, mawasiliano, telecom, electronics. Sasa hapa ambao umesoma form 6 na kila kitu, usana kuja kuisoma deeply kwenye mawasiliano, ma TV, radio, waves zile zinavyosafiri, huyu mtu yuko huko, yuko kule, wanawezaje kuwasiliana. Hii basi ndio tunasema kwamba ndio tunaita communication systems. Inadili na masuala ya mawasiliano kwa kupitia anga. Kingine kuna kozi nyingine ambayo tutakuwa tumesahau ya computer engineering. Nimekwambia kuna kwenye IT, kuna IT, kuna computer science na computer engineering, ambazo tunazitem kama field moja tu.
Nyingine ni civil engineering. Civil engineering hii tunajua kabisa inadili na miundombinu na miundombinu ya barabara na kila kitu, environment, yani infrastructure kiujumla, mazingira. Ndo inahusiana na civil engineering. Nadhani hii ni moja ya wide and popular. Ipo very popular. Nyingine kozi engineering ambazo zinapatikana hapa Tanzania sana sana ndio hivyo. Zingine kuna software engineering, hizo ziko ndani ya computer. Water engineering na yenyewe ipo humo. Lakini hizo nizokutajia hizo ndo major. Sasa video inayofuata nitakuja na kozi za afya vile vile nitakuja na kozi bora za afya, vile vile za arts nitakuja nazo, na vile vile nitakuja na vyuo. Hivyo usisahau kusubscribe, kulike na kushare video hii. Hakikisha tunaongeza watu 100 ambao nimewatajia kutokea mwanzo wa video na mpaka mwisho wa video hii hapa. Asante sana kwa kunisikiliza, mpaka wakati mwingine. Hi and bye bye. Kama umefika mwisho, hakika andika message yako hapo chini kwamba nimefika mpaka mwisho. Comment hapo, mimi pia nitakuja reply. Na kama unahitaji mawasiliano zaidi, utanicheki kutupia namba 0655 31 82 17 kwa ajili ya ushauri wa kozi mbalimbali. Tutaweza kuongea kwa kirefu kama wewe mwanafunzi na vitu gani ambavyo unatakiwa kuvifanya katika hii generation ya sasa hivi. Asante kwa kunisikiliza, mpaka wakati mwingine. See you.